utazeeka kabisa na kupotea. Na nilisome karatasi yake. Na hapa ninayo. Labda na wewe ungeipitia ili ujue ukweli wote. Karatasi hii hapa. Dunia haijabadilika kama wanavyosema wanadamu. Isipokuwa sisi wanadamu ndio tumebadilika. Unaweza ukafanya jambo kwa ajili ya kunufaisha nafsi yako, lakini kumbe kuna watu unawaumiza. Sikuiona thamani yako kipindi cha uhai wako, lakini sasa najuta. Naomba msamaha. Mguu ulikuwa ni wako. Naam. Samahani, kuna maswali kama mawili ama matatu nilikuwa nataka nikuulize. Sasa sijui naweza kukuuliza nyumbani au hapa. Hakuna shida, hata hapa. Safi tu. Swali la kwanza, ili ndoa itimie, ni nini cha kuzingatia? Ili ndoa itimie kuna mambo manne ya kuzingatia. Jambo la kwanza, inabidi wote wanaoana wawe ni mukallifin. Yaani wao walishakuwa watu wazima. Wewe muoaji umeshakuwa mukallif, pia na muolewaji naye awe alishakuwa mukallif. Hilo la kwanza. Jambo la pili ni maridhiano. Yaani wewe unayotaka kuoa uridhike kumuoa yule binti, na yule binti anataka kuolewa naye pia aridhike kuolewa na wewe. Swala la tatu ni mahari. Mahari ni lazima, na mahari ni kitu chochote ambacho binti amekipenda, na ile mahari huwa anapewa muolewaji. Jambo la nne ni hutuba inayosomwa kabla ya kufungisha ndoa. Sasa kabla ya tendo lile la ndoa ndio hutuba inafanyika. Nafikiri ni hayo manne. Na swali la pili, ni zipi haki za mke kwa mume wake? Bismillahirrahmanirrahim. Haki za mke kwa mume wake nazo zipo nne. Jambo la kwanza ni swala zima la chakula. Mke anatakiwa apewe chakula. Nunua kutokana na uwezo wako. Nunua chakula kizuri, safi, umpatie mke ale na ashibe. Sio tu ale ovyo ovyo, kutokana na uwezo ambao Mungu amekujalia. Swala la pili ni swala la maradhi. Mke anapokuwa anaumwa, ni jukumu lako kupambana ili apone. Tafutie tiba ili mke apone. Swala la tatu ni mavazi. Mke anatakiwa anunuliwe mavazi, apendeze, akuvutie, wewe ni qurratul ain alayk. Na swala la nne ni malazi. Mke anatakiwa alale sehemu nzuri, shewangu, ili swala la jimaa lifanyike kwa utulivu. Kwa hiyo swala la kulala ni lazima, shewangu. Mambo manne hayo. Wallahu aalam. Na swali la tatu, ni zipi haki za mume kwa mke wake? Umeuliza kitu kikubwa sana, shehe wangu. Unajua
Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba laiti kama Mwenyezi Mungu angeamuru viumbe wasujudiwe, basi kiumbe wa kwanza kusujudiwa angekuwa ni mwanaume, asujudiwe na mke wake. Ikiwa na maana kwamba haki za mume kwa mke ni nyingi sana. Huwa tunaishia kuzieleza kwa kifupi tu. Lakini kwa kukushauri kwamba cha kwanza unachotakiwa kukifanya ni kufanya kila jambo kwa ajili ya kumtegemea Mwenyezi Mungu. Na yule mwanamke umuamuru naye pia afanye mambo kwa kumtegemea Mwenyezi Mungu. Hapo tukishaishi katika mazingira ya kumtegemea Mwenyezi Mungu, kila kitu kitakuwa katika usawa. Wallahu aalam. Nisema kwamba nashukuru sana. Nimekuelewa zaidi na zaidi. Tayari umeridhika majibu vizuri. Mashaallah. Alhamdulillah. Basi tuongozane shehe. Hivi basi. Nilikuwa nataka kuoa. Kwa unavyoona wewe una uwezo wa kuishi na mwanamke. Na pia hivi unaona sasa hivi ni muda sahihi wa kuoa? Kwani ni muda gani sahihi wa mtu kuoa? Na ili mtu awe na mke anatakiwa aweje? Sawa. Unaoa. Kumbuka mamako hilo jambo alifahamu. Kwa nini usingemsubiri arudi na ukamweleza? Wewe unajiolea, yani unajiamulia wewe mwenyewe tu kuoa bila mama kujua. Unategemea nini? Wewe unaona hilo jambo ni sawa? Samia, swala la kuoa ni maamuzi yangu. Mama hana nafasi kwa hili. Sawa. Haya, niambie. Wewe mwanamke mwenyewe unataka kumwoa ni upi? Hayo ndio ya kuhusu sasa. Na basi. Kuona hivi wewe dada, una aibu wewe? Una aibu na kuuliza? Wewe kutembea na mtoto mdogo kama yule? Yaani ujana wako ule na nani? Uje uzee wako kutembea na mtoto kama yule? Hauwezi kuwa na Abasi. Naomba uliweke hivyo akilini mwako. Muone kwanza ulivyo. Yaani uendani kabisa. Eti Abasi. Wewe ndo nani? Kila nikikaa wewe, kila nikifanya hivi wewe, nikigeuka huku nikienda hivi wewe nani kwa mfano? Sasa sikiza nikwambie, usije ukategemea kama utakuja kuolewa na Abasi au utakaa milele na Abasi, sawa? Abasi mimi ni kakaangu na yeye ni mdogo wake, sawa? Yaani hilo la kusema nitakaa na Abasi litoe katika akili mwako. Na cha muhimu zaidi, naomba unielewe kitu kimoja. Weka akilini mwako kitu kimoja. Achana na Abasi, la sivyo nitakachokuja kukufanyia wewe mwanamke wewe, utakuja kufika katika maisha yako. Yaani nitakufanyia kitu kibaya mpaka serikali itaingia kati. Mbona umechelewa? Kuna mahali nilipitia kuchukua hela yangu. Kasema ngoja nikimbie hapo, nje nikuwahi. Sikungie ukaandaa appointment na mtu. Jitahidi kuzingatia muda. Mama ameweka muda mrefu hapo. Haya basi tuachane na hayo. Mimi nimekuita hapa na shida kama ya 200,000 hivi. 200,000? Wewe juzi umetoka kukupa hela. Nimekuomba hiyo kwa sababu nataka nimpe Abasi aende mbali. Haondoke kabisa hapa siwepo. Kama swala la basi hamna shida. Ila sasa mimi shida yangu kama nilikuwa nauliza kwamba huko anapoenda amemwandalia mazingira ya kufikia, nyumba, kazi, kwa sababu unajua ni mwanamke tena sasa hivi.
Yaani kuhusu mazingira kukaa yeye huko haina shida. Ila ni swala ni kwamba anaenda peke yake. Hataenda na mke wake. Hayo masuala ya mke wake kwanza hiyo ndoa na isivunjike tu. Kwa hiyo atakuwa peke yake huko. Hivi ulivyokaa maneno mnazungumza unafikiria kweli vizuri? Yaani mimi nitoe hela yangu nishiriki swala kuvunja ndoa ya mtu? Yaani wewe unawezaje kuvunja ndoa ambayo imefungwa kisheria za dini? Kwa hiyo mmeona mmeongea huko dhambi zenu, mmezishiriki wenyewe, nataka unishirikishe na mimi nipate dhambi. Yaani toe hela yangu na mimi nipate dhambi. Sikia nikwambie, siku nyingine ukitaka kuniita, kama huna maswala msingi ya kuongea, sio maswala kupumbavu kama haya. Shosti ndo muolewa. Ndo muolewa na kale katoto ka basi. Ndio hivyo. Na yule mwenye hela zake. Hesa mkaka watu ana pesa alikuwa anakujali wewe, umeachana naye. Haya, hasa yule amekuwa anakupa nini yule? Kama kubali kabisa maisha kujifundikiza na wewe basi yeye kutwa naye msikitini. Kaa yeye ndo mmekaliana mna tabali. Unajua tena mambo mengi shughuli. Na bora uvuko hujanialika maana ningekunanga siku ile. Nije kumuona ndo kibwana kenyendo kile. Ili umwache ule hesa mwana hela zake unaolewa na mtu kama yule. Yule naye mwanaume katika wanaume mbona wakiitwa wanaume sasa yule anatoka yule. Shoga yangu, unafeli wapi? Anakupa nini? Hivi na upiskali wako wote unaenda kuolewa na mtu kama yule? Wanaume hujaona. Si unajua tena shoga yangu ndoa. Sasa nijue nini bwana ndoa kitu gani ndoa? Kwani unalea nini? Unalea donda pale kwenye hiyo ndoa? Achana naye yule. Kwa mwacha yule mwenye hela zake umwacha. Yaani umwacha kabisa? Sijaachana naye, bado naendelea naye. Na hilo ndo ulikuwa umelibakisha. Sasa unafeli wapi? Kwa nini usiachane naye? Nikwambie kitu shoga yangu. Hamna maisha mazuri kama kuwa single. Upo. Yaani unaona mimi niko single. Yaani nina uhuru, ninapotaka kwenda mimi naenda. Wapi sijui. Nikiamba twende Dubai, niende Zanzibar, niende sijui wapi, mimi naenda. Wote. Sasa ndugu yangu ndo shaolewa na yule mtoto kakukalisha chini hapo unazeeka. Anakuzeesha angalia unapava midila hata suki nywele kama hizo unasuka wewe. Kuto unajifunika maushungi. Wapi na wapi? Vua haya maushungi achana nayo. Yashapita na wakati na unazeeka bibi nakwambia. Kwa utaachana naye wacha nini? Shoga yangu, tutaongea bwana.
Hivi dada, unachokifanya unaona vizuri? Yaani unajua unaweza uko sahihi kabisa. Kwa nini? Lakini dada, wewe umeolewa wewe. Kwa hiyo nataka nikuulize. Hivi yule mwanaume bado unaendelea naye kimahusiano? Na unakumbuka kabisa mwenyewe uliapa ukasema unaachana naye yule mwanaume. Unavyovifanya sio vizuri dada yangu. Mume wako angekufanyia hivyo angejisikiaje? hivi hicho ndo kilichokuleta hapa? Sio hicho dada yangu kilichonileta. Sa kumbe mimi kimeleta hela shule. Lakini sio vizuri. Hela shule hii hapa. Shika na uondoke. Na alafu nitakuja huko nyumbani. Unanielewa? Lakini dada, hiyo hela nitoga hata initoshe shuleni. Kila siku 3000, kila siku 3000, mimi nimechoka. Unajua zinapotafutwa? Hata kama mpuuzi nitoka. Eti haitoshi. Mambo shehe. Safi vipi? Safi mzima. Fresh. Niambie. Mbona mapema hivyo? Nimeamua tu kuondoka nyumbani maana nikikaa nikusubiri utachelewa. Vipi umekula nini? Nashukuru Mungu tena leo nimekula ugali na nyama. Sijui uliotaje vipi alikanapenda. Umeshiba sasa? Nimeshiba bwana shemu. Amekutoa lakini. Kama kawaida yake lakini kalipa kidogo sana leo. Sio kwa nini siku hizi anakuwa baili. Shem. Una kifua? Ndio, kifua ninacho. Nakuuliza tena una kifua? Hebu acha masiara bana. Kachunguza simu yake wako.